Mi kwa majina ni Father Anaclet Makaka. Mimi ni padri wa jimbo la Kakamega. Na pia kanda kuwa na padri, mimi ni mwalimu. Nafunza somo la hesabu na kemia pale St. Peter's Seminary Mukumu. Kwa hivyo mimi ni mwalimu pia mlezi wa wale watoto ambao wangelipenda kuwa mapadri miaka zijazo, kwa Mungu akisaidia. Na pia wale ambao wataamua kuishi maisha tofauti, pia tunawasaidia kuelekeza, ili wakiwa watu ambao wanaishi katika nchi, watu wa maana na nidhamu. Ndio kazi yetu kule seminari. Ndio. Na unaposema, kwa maana nimeona katika mitandao mingi tu unasema wewe ni CBE champion ama CBC champion ilivyokuwa inajulikana awali. Ina maana gani? CBE champion inamaanisha kwamba mimi niko convinced kwamba huu mtaala mpya unawezekana na una manufaa sana kwetu sisi kama wananchi na wale ambao tunaofuata kwa karibu. Kwa hivyo ninapokuwa champion ni kwamba najaribu kuhimiza watu wa Kenya waukubali na tuweke pamoja, tujiulize kwamba kwa njia gani tunaweza fanikisha haya yote, hasa mno huu mtaala, ili ushike kila mahali sehemu ya Kenya, kila sehemu ya Kenya, na pia wazazi wauelewe, wanafunzi wauelewe, sisi walimu tuelewe, na all the stakeholders wa elimu pia waelewe. Ndio kazi yangu kama champion wa CBE. Ndio. Yes. Kwamba unavutiwa sana na CBE yenyewe, curriculum based education, kwamba ni mtaala milisi wanavyosema. Kwamba mtaala wa umilisi. Je, katika shule unaofunza hisabati unaosema unafunza na kemia ni CBE? Sasa umejua tuko kwa msimu wa transition. Tumekuwa na 844 ambayo imekuwa form 1, 2, 3 and 4. Kwa saa hii kule seminari tuna form 3 and 4 next year. Hizi mbili unajua zipo kwa sababu ya mtaala mpya. Vile vile mwaka uliopita tulianza CBE implementation kwa seminary, na tukaanza grade 7 junior school. That's grade 7, grade 8. So kwa sasa hivi tunapoongea sasa hivi kwa shule kule seminary tuna grade 7 na grade 8 ambao next year watakuwa grade 8 and grade 9. Kwa hivyo tumeanza tayari kwa junior school, na next year pia tunaanza senior school grade 10. Kwa hivyo sisi tayari tulianza mbele, kwa sababu sasa hiyo seminary ina champion. Sasa nikiwa champion lazima nianzie penye nakaa. Ndio maana sasa tulianza mbele. Ndio. Masomo yapo seminari pia ni masomo kama tunavyosoma huku nje. Seminari kuna mambo mawili ambayo yafaa tuelewe. Ni shule kama shule zingine, lakini kuna jambo zaidi kuhusu seminari. Seminari kazi yake ni kulea vijana ambao wangelipenda siku zijazo kumtumikia Mwenyezi Mungu kama padri. Na ili wafanye kazi wanahitaji waelekezi. Na waelekezi ni mimi pamoja na wale wengine ambao tunakaa nao kule seminari kama padri. Na pia tuna walimu ambao wa kawaida ambao tunasaidiana kazi. Kwa hivyo seminari ni kwa sehemu fulani ni tofauti na hizo shule zingine. Kwa sababu hata wale ambao wanaingia, mimi tutaongelea baadaye, kama wale ambao wanaingia kule ni wanafunzi wa Katoliki peke yao. Sio wote kama wale wanasio kwamba kila mwanafunzi anaingia pale, ni wa Katoliki tu. Na wengi hata kuingia pale lazima upitie msaada fulani kule kwa parokia. Ndio uje. Hata sasa hivi ninapoongea tuna interviews zinaendelea kule. Tulifanya za kwanza mwezi wa 8. Sasa hivi tunafanya sehemu za interview za pili, ili kuweza kujua ni wangapi ambao wangependa kuingia kule grade 10 na wale ambao wangependa kuingia grade 7, 8 and 9 junior school. Na washapata kwanza msaada wa kwanza kule kwa parokia. Maparoko wao, the parish priests, waangalia wakaona kwamba wanafaa na wana nia ya kumtumikia Mungu. So wanapokuja kwetu tunaangalia pia na sisi sasa tumetumiwa ndivyo. Lakini je, yale nia yao kamili ni ipi? Sasa kuna wale wengine ambao pia wanaweza kuja lakini wanataka masomo tu. Kwa sababu wanajua seminari kuna nidhamu. Seminari kuna watu seminari yetu imekuwa ikifuma sana mambo ya mtihani kupita. Hata kuna wakati tulitoa mwanafunzi wa kwanza Kenya yote. So with that watu wanasema kwamba nataka mwanafunzi wangu ende seminari. Hata sasa hivi kuna wale ambao wanapigia simu, "Father, naweza hata kama mtoto wangu atakuwa father anaweza kuja tu." Sana sana wadile zile kanisa zingine, dini zingine. Nasema hapana, ni kwa sababu lengo letu ni hili, inakuwa vigumu kidogo. Nasema sasa father sio ni mapendeleo. Sasa si mapendeleo, sasa ni lengo la seminari. Hiyo ndio tofauti sasa ilipo na shule zingine. Lakini mtihani ule wa kitaifa kabisa the same too. Last year tumekuwa na mtihani kuanzia tarehe 2
tarehe 1, tarehe 2 hadi tarehe 24 ya KCSE sisi tumefanya. Tumekuwa na watahiniwa 58 na tunatarajia matokeo kija pia sisi tutakuwa tunaangalia tuko sehemu gani. It is the same. Yani tofauti ni sisi kuna malezi ya masomo, kuna malezi ya kijamii, social life, kuna malezi ya kibinadamu, human formation, na kuna malezi ya kiroho, spiritual formation. Kule seminari kila mwanafunzi anayekuja hapo hivyo lazima ashiriki misa kila asubuhi, sala za jioni, sala za mchana, na kuna mambo ya kiroho, retreats, recollections, mambo kuhusu imani ya Kikatoliki, catechesis, zote tunawajenga hawa watoto ndio kimaliza angalau wanajua wameelewa njia yao ni ipi. Na kama wanataka kuwa mapadri tunawaelekeza kwa seminari kuu. Kama wangependa wanataka kuenda masomo kwanza ndio wamwe tena baadaye waenda chuo kikuu. Na kama wameamua kwamba mimi nimepitia haya yamenisaidia kuwa Mkristo wa maana kwa parokia ama kule kwingine, pia ni uamuzi wao. Kwa ufupi sisi tulianza CBE kitambo. That's the CBE actually. Sasa hili ndio limekuwa linatatiza wazazi wengi kwamba shuleni pale hawajui kinaga ubaga mtoto wake anasomea nini. Wengine wanasema kuna pathways. Hivi hadi sasa hizi shule ambazo tunaita sekondari ya awali, ile ndio junior school, alafu sekondari kuu ndio senior school. Hadi sasa nini kinafunzwa hapo ambacho mzazi anaweza eleweshwa leo kwamba ni nini kimekuwa kikifunzwa katika CBE? Kwanza ni vizuri waelewe kwamba CBE ni nini. Ndio uweze kuelewa sasa ni kipi kinafunzwa, kipi hakifunzwi. CBE tunajua ni mtaala wa umilisi kwamba unatusaidia unategemea sana uwezo wa mwanafunzi. Kando na ule mtaala ambao tunaumaliza wa 844 ambapo labda ilikuwa tu mwanafunzi anaweza pita mtihani, anaweza soma, apata A, apate B, hivyo hivyo. Sasa hivi tunaangalia zaidi mwanafunzi huyu ambaye tuko na yeye anaweza fanya nini kando na masomo. Bidii zake, talanta zake ni zipi? Na ndio maana maono ya CBE ni kwamba tujenge mwisho wa grade 12 raia ambaye amehusika, amewezeshwa na mwenye maadili. Kwa kimombo tunasema an engaged, empowered and ethical citizen. So tukiangalia haya mambo yote ni kwamba tunajaribu kuguza maisha ya mtoto yote, sio masomo peke yake. Na ili kuguza haya yote, lengo letu ni lipi? Kwamba hatuna mwanafunzi ambaye ni bora ama mwanafunzi ambaye amefeli kwa CBE. Wanafunzi wote wamefaulu. Shida ni kwamba amefaulu kwa njia gani ama kivipi? Inamaanisha kwamba tunaangalia talanta yake ambayo alikuwa nayo. Tumemsaidia imekuwa ijiza inavyokuwa. Actually sasa hivi hata walimu wa CBE tunawaita facilitators, sio teachers. Kwa sababu wao wanachangia pakubwa kuelekeza hawa watoto ili kile ambacho kwa ndani mwao kiweze kuzaliwa. Actually we become midwives. Sijui ni wakunga hao. So mwalimu wa siku hizi ni mkunga. Unajua kwamba huyu mtoto ana mimba. Mimba ya kuwa nani lawyer, mimba ya kuwa nani padri. Unatasafiri na yeye ili mwisho uone huyu mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa nani? Ni lawyer. Kwa hivyo tunajaribu sana kukuza yale ambayo mwanafunzi ako nayo, uwezo wake, ili tuweze kuleta na umsaidie katika maisha. Na masuala haya ya kuguza hayaanzi tu junior school, inaanzia PP1. Kwa maana hata mtaala huu kwa mara ya kwanza umetambua zile sehemu za chini sana za masomo. Kitambo ilikuwa 844 kwamba miaka 8 kwa shule ya msingi, miaka 8 shule ya upili, miaka 4 shule ya upili na miaka 4 chuo kikuu. Sasa hivi tunaanza ni 26333 kwamba miaka miwili ya kwanza hii ile shule ya chini PP1 pre-primary, PP1 PP2 ndio inaanza kupeana msingi wa kulea haya ambayo mwanafunzi ako nayo. Kwa hivyo wakati huu hauwezi puuza ile kazi ya mwalimu wa kule chini anafanya chekechea ya PP1 na PP2. Na ukitoka hapo hivyo ndio tunakuja miaka ingine 6 hii na ingia grade 1 hadi grade 6. Hiyo sasa shule ya msingi. Pia hapo kuna masuala ambayo wanajaribu kulelewa ili waweze kuyafahamu. Tukijaribu kulea hivi vipaji ambao kuna navyo ndani yao. Tunapofika grade 6 wanafanya mtihani unaitwa KPSEA. KPSEA sasa inawapa nafasi ya kuingia junior school. Sasa tuelewe kwamba hapa hivi hakuna mambo kupita. Bora wewe umeonyesha kwamba unapita uko ndani ya system inaitwa transition.
unafika kiwango fulani alafu unapita kwenda kiwango kingine. Hii KPSEA si kwamba inawafinyilia wengine warudie walivyokuwa wanafanya kitambo at repeating. Wanapita tu, ni transition kwamba from junior unaenda senior. Unajua ama from primary sasa grade 6 ile primary sasa unaingia junior school grade 7. Wote wanaingia. Sasa umejua hii mtaala ukisoma vizuri yale ambayo wale watafiti walifanya kuhusu CBE 2015 kuna huyu Profesa Odhiambo ripoti yake inasema kwamba kuna wengi watoto ambao walikuwa wanapotelea kando kando. Tunajiita wastage rate. Sana sana ukitaka kuingia kidato cha kwanza, kwanza kidato la 8, kuna wale ambao wanapotelea hapo hivyo kwa sababu labda ya alama ama kwa sababu ya mapato, wazazi waongezeshwa. So CBE imekuja kuondoa haya mambo ya kupotelea hapo hivyo. Then tunakuja tunaangalia kwamba katiba ya Kenya 2010 kila mwanafunzi, kila mtoto ana haki ya masomo. Na tukiangalia ile Education Act 2013 pia inaongelea kuhusu mtoto haruhusiwi kurudia 100% transition. Na ndio jambo ambalo serikali inahimiza sana. Kwa hivyo hakuna kurudia na kila mtoto lazima apate haki ya masomo. Kwa hivyo hii KPSEA ni ya kusaidia kuelewa kwamba penye umefikia ni kipi ambacho tunaweza tambua sisi kama walezi wako. Alafu tuendelee kulea kile kitu kwa grade 7. Ikifika grade 9 pia KPSEA ambayo itarealiziwa mwisho wa mwaka wa juma hili. Sasa tutatiambia karibu tarehe 11. Pia kazi yani kusaidia mwanafunzi kwenda kwa darasa lingine, sio kwamba ikwe kumsema kwamba hujapita ama nini na nini. Ni kwamba tumeelewa, tumeona uwezo wako na kwa hivyo sasa tunataka uende na senior school sasa, kwa sababu junior school umekuwa ukienda mambo kwa ujumla. Wamesoma masomo yote, wale wamesoma lessons subjects mingi sana. Kwenda senior school watapunguza zile subjects kulingana na pathway mtoto anataka kwenda wapi. Kuna ule mkondo ambao mtoto anaamua, mimi kwa sasa hivi nataka kuchukua huu mkondo wa maisha. Hiyo mkondo kianza kwa shule ya upili, hiyo senior school, ataendelea nayo hadi baada ya grade 12 kuendelea kwa maisha, kwenda kwa kazi, ama kama anataka kwenda university, ama kama anataka kwenda kujiajiri. Hiyo mkondo itampeleka. Wengi wamekuwa wakosoaji wa CBE wamekuwa wakisema kwamba hatukuwa tayari, walimu hawajafanyiwa hata retooling. Sijui sasa tunaenda senior school, ndio mara ya kwanza grade 10 inatambulika Kenya. Neno grade 10 halijakuwepo, ndio sasa naanza mwaka kesho. Hatukuwa na grade 7, 8 na 9. Tumekuwa nazo sasa, ingawa kuna changamoto, wengine wanasema walikuwa wanasoma mambo ambayo hayaeleweki ama hata hawasomi. Ama ni sisi tumezoea, mawazo yetu yalizoea subject, kuandika notes, kusoma, kufanya mitihani ambayo inabandikwa pale kwenye shule, kuona nafasi ya kwanza hadi ya 10 ni mazoea. Ama ni wakosoaji hawajaamini kwamba CBE inaweza fanya kazi. Kuna shida kwa sababu wengi tumekuwa tumezoea 844. 844 ilianza 1985. Kitambo. Na kabla 844 kulikuwa na mtaala mwingine pia. Ndio. Na 844 ikiingia, pia wale ambao walikuwa wakati huo walilia kama sisi tu. Kwa nini? Mbona wameleta 844? Sisi tumezoea hii kufika darasa la 7 na maliza unaenda. Mbona wameongezea hivi? Haya, tukafika, watu wakaichukulia, baada ya muda wakaizoea. Sasa pia saa hii kimeanza saa hii pia lazima kuna ile always resistant to change. Na pia kuna attitude kwa sababu imekuwa muda mrefu, imekuwa sehemu yetu. So kuanza kuitoa kwa akili zetu kuchukua hii itachukua muda. Lakini sio kusema kwamba haina changamoto. CBE ina changamoto zake. Ndio. Ingawaje hata ninaposema kwamba tuikubali, kuna vitu ambavyo lazima serikali na wale wahusika wa elimu yafaa wasaidie kuona kwamba inaimarika. Ongelea mambo kuhusu walimu. Kwanza hawa ambao wamekuwa junior school, wengi wao hasa mno shule za kule ndani vijijini, rural schools zimekuwa na shida sana ya walimu. Walimu wengi hawakuwa wamejiandaa kwa ajili ya huu mtaala. Na kama wamejiandaa, haukuja tuliambiwa, kwa sababu ukiangalia CBE ambayo tuko nayo saa hii, si ambayo tulianza 2017. 2017 kila kitu ilikuwa kwamba tunaangalia mtoto anatuambia nini. Ikafika mahali kuna mengi ambayo yamebadilika. Mambo na mitihani ambayo umeona saa hii haikuwa. Ilikuwa mtoto apita akisonga mbele.
Na kama ilikuwa sehemu kubwa ilikuwa kwamba shule inasema nini kuhusu mtoto, kwa sababu watu wanakaa mtoto sana. Ukiona saa hii haya matokeo ambayo tunataka kupokea KJSEA ya tarehe 11 ama kabla, itakuwa alama 40. Itakuwa imegawanyika kutoka junior school. Alama 60% hii KJSEA. Kumaanisha kwamba nini? Hii alama 40 kuna 20 yale matokeo ya KPSEA walipata baada ya kufanya hiyo assessment yao national nasema KPSEA. Yale matokeo ambayo walifanya yote, kwa yote watachukua 20% yake. Alafu grade 7 and 8 kuna ile ambayo pia wamefanya mitihani ilikuwa inatoka NEC, wana download, wanafuatia watoto wanafanya, alafu na upload marks grade 7 na 8. Pia kwa hizo na projects wanachukua 20% nyingine. So inakuwa 20 plus 20 inakuwa 40. Haya, mitihani ambayo mfanya KJSEA juzi hii, kwa hizo marks madamu tutapata yote, tutachukua 60%. So tutachukua hiyo alama 20 20 60 inakuwa 100. Kwa hivyo ile mtihani ambao utasikia ukitangazwa matokeo haitakuwa KJSEA peke yake, imechukua hii miaka yote. Ndio. Hii kwa sababu gani? Kwa sababu umejua mwanzo watu walikuwa wanatarajia kwamba mtihani kufanywa mwisho KCPE, KCSE, hiyo ndio mambo yote. Na labda wanaweza kuwa katika KCSE, KCPE mtoto ni mgonjwa. Ama na fulani. Kwa tumechukua hizi zingine labda zinasaidia kusaidia apate alama mzuri. Pili, mambo ilibadilika kwa sababu wengi tulipenda competition. Kwa mara ya kwanza utaona watu wakitembea na mabasi kwa njia. Wamefanywa ranking, wamekuwa nafasi ya kwanza. Mambo ya ranking iliisha kwa sababu inaweza kuleta wizi wa mitihani, inaweza kuleta competition, inaweza kuleta watu ambao inaweza ita mafia wa elimu, cartels. Watu wanaanza kuiba mitihani na kusambaza. Kwa sababu gani? Wanataka hii shule itangazwe. Sasa hivi utaona hiyo mambo. Hivyo tunasema tu kwamba sasa wanafunzi wanaangalia kwa portals zenu, kuna matokeo iko hapo hivyo. Ndio. Then from there download, angalia mambo iko. Jambo lingine ni kwamba katika mtaala huu umeondoa sana tunaondoa sana mambo ya wizi. Vile vile tunaposema mambo ya kuhusu walimu ambao pia ni changamoto kubwa hata sasa hivi. In fact, by the way, umesema kuhusu wanafunzi walikuwa wanasoma vitu ambavyo hawaelewi. Sasa kuna shida inakuja grade 10. Mimi mwenyewe ni mwalimu wa chemistry. Na nimeanza kujiandaa kwa ajili ya kufunza wale ambao wanakuja grade 10. Ndugu yangu nimeenda kuangalia hiyo curriculum design. Sasa hii najaribu kuandaa class notes. Vitu ambavyo nilifunzwa mwaka wa kwanza university. Ndio viko vinaanza watoto. Sasa unasikia nasikia walimu mtaambia watoto kwamba nenda nyumbani kwa saidia na wazazi. Hapo wazazi watatumaliza. Kiambia mtu nenda kusaidia wazazi. Sababu ni mambo tofauti sana. So walimu wengi hawajakuwa retrained vizuri. Pili, retooling unasema hiyo. Ipo, tunashukuru serikali, lakini wiki moja tu. Alafu wanachukua walimu wote kama ni sciences mnaenda pamoja. Mimi nimeenda juzi. Wote mnakaa pamoja. Lakini hiyo haitoshi kwa sababu hiyo ni kuhusu jinsi tutajiandaa kuhusu ile lesson. Lakini kuhusu content kuna mtu anagusa. Wewe mwenyewe. So wengi tunaenda class next year, tunaanza pamoja na wanafunzi. Tunaanza pamoja na unasoma alafu unaenda kuwafundisha wanafunzi. Ni kama ukisoma ufike mahali fulani na uende ufunze kufika mahali fulani pale, simamia pale. Wote wanafunzi endeni kazi tunaenda baadaye. Kwa hivyo kuna shida. Kuna miundo msingi, infrastructure, shule mingi hazina zijiandaa. Ndio maana unaona kumekuwa na vita kwamba hii junior school singelienda senior school kwa sababu kuna maabara kule, kuna maktaba kule tayari. Lakini sasa ili kuleta tofauti ya hayo ndio sababu wameweka kule kando. Ingawa kuna mjadala bado unaendelea, tunaweza fanyaje? Ukisikia sasa kuna mambo ya kuhusu autonomy. Walimu wa JS wanataka wawe kibinafsi. Wawe na msimamizi wao. Wajisimamie wenyewe. Wawe na hela pia waone bwana hela na control. Na principal wao, wako na mwalimu mkuu wao. Kitu tunaona unaangalia kwa sababu tutakuwaje walimu tunaingia na walimu wa msingi. Sisi tuko hapo walimu fulani na pia mambo yenye tuna mazingira tukomo sio shule ya sekondari. So kuna shida ya msingi, miundo msingi na ambapo lazima serikali angalie vizuri sana. Na kuna mengine mengi ambayo tunaweza zidi kuongelea. Ndio. Lakini sasa unajua kuna mengine nafaa tuongelee kuhusu sana transition. So hivi mzazi ambaye amekuwa na mwanafunzi katika junior school anajitayarisha mwanafunzi wake kuingia senior school, mahitaji yatakuwa kama yapi? Sare ni tofauti ama ile ya junior school? Vitabu atalazimika kununua vipya? Mambo gani haya? Kwa maana yake equipment na wenyewe wanaita stationery.
ambayo itahitajika katika senior school ni tofauti na ile ambayo imekuwa junior school wanaoingia grade 10 ni Januari. So naomba kabla ujibu ile swali ni kusaidia mtazamaji kuhusu kujiandaa kwa ajili ya shule ya upili ya senior school hiyo. Sehemu ya kwanza ni kwamba wanafunzi walianza safari mwezi wa 7 mwaka huu. Walipopewa nafasi ya kuchagua yale masomo ambayo walipenda kufanya kule shule ya sekondari. Hivi walishachagua? So kuna wale ambao wanafunzi wote walichagua subject combinations, pathways na tracks. Kwamba kuna ile mkondo ambao mtu anataka kufanya, kwa mfano kama ni STEM, social science ama arts and sports. Moja hizo nataka kufanya hiyo. Na baada ya kuchagua hiyo unaenda kuna kitu inaitwa track, kijikondo. Ambao sasa ni kama kuna STEM, kuna pure sciences, kuna applied sciences, those things. Watu wa mathematics. So nataka kufanya math kabisa, nataka kufanya biosciences hivyo tu. Mwenyewe unaamua. Ndio. Sasa ulipokuwa unachagua pathway, ilikuwa inakuelekeza kuchukua sasa track. Baada track, sasa unachukua zile subjects ambazo ungependa kusomea katika kile kiwango. So baada ya kuchukua ile subjects, zilikuwa zinakuelekeza kwa shule fulani. Na kila mwanafunzi ambaye tunaongelea sawa grade 9 anajua amechukua shule 12. Kuna shule inaitwa zilikuwa viwango tofauti. Kuna C1 cluster 1 kitambo kuna zita national schools. Ndio. Sasa kuna national schools cluster 1. Then cluster 2 or C2 ndio tunaita extra county schools. Alafu C3 that is cluster 3 tunaziita county schools. Now C4 sub county schools. So kwa kila kiwango mwanafunzi alikuwa anachagua shule tatu. Ataenda wa hizo zote ama ataenda tu? Ndio tunaendelea pole pole. Kwa nini anachagua? Kwa nini mwanafunzi achagua shule tatu? So baada ya kuchagua zile 12 saa hii portal ya NEC imefunguka. Kila mwanafunzi hata sasa hivi penye uko hapa hivi mwenyewe unaweza enda kaangalia kama una mwanafunzi unajua anachukua shule ngapi. So kuna website imepeanwa na kama unajua wengi mambo ya website kule nyumbani hawajui. Mimi nilikuwa naambia wale wazazi na waambia kwamba enda tu kwa Google. Andika hapo hivyo placement and selection. Kisha Google hapo hivyo utakupatia means of education. Klika hapo hivyo inakupatia mambo na pathways, mambo na placement. Klika hapo hivyo eka assessment namba ya mtoto. Itakueleza vitu sana unafanya kwa selection, my selections. Napata zile shule zote. Napata shule 12 na kila shule ina subject tatu. So 3 times 12 ndizo mtoto alichagua kufanya. So na saa hii kila mzazi inafaa angalia thibitishe mtoto alifanya alichukua subject gani na shule gani. Pili, tunapoelekea kutangazwa kwa mitihani, saa hii Wizara ya Elimu imetangaza kwamba kwa sababu wengi wa wazazi hawakuelewa nini walichokuwa nafanya, wengine wao walichaguliwa na walimu wale masomo na vile vile labda baada ya kukaa na mwanafunzi nyumbani wamejaribu kujadiliana kuona kwamba ulichagua STEM lakini anakuona social science inakufaa. Na mwisho unapotoa yale matokeo utakaa chini na mtoto wako uangalie. Mtoto wangu ulichagua STEM lakini kiangalia integrated science ulipata project expectation. That is ile ya kitambo. Ni lower kabisa chini. Kwa hivyo kama ulipata hii una nguvu ya kufanya sciences kweli. So unasema kwamba tubadilishe. So baada ya kurelease ile assessments serikali imepeana wiki 2 la kubadilisha. So yafaa wazazi saa hii yafaa kuwa napitia zile subject combination najua ni mtoto wako alichukua nini. So mtoto anapotoka hivi waende portal wa download waangalie yale mtoto ambaye alichagua na matokeo yake vinaoana kweli. Kama viwani mwanzo safari kufanya nini kubadilisha. So kwa zile wiki 2 ukishabadilisha masomo unaweza pia uangalie zile shule mwanafunzi alipewa ama alichagua. Kama unaweza pia unaweza chagua zile shule kubadilisha zile shule. Na baada ya hiyo sasa serikali itatumia random placement. Lakini kulingana na matokeo. Ndio. So wale ambao wamepata exiting expectation that's the A, kuna exiting expectation 1 and 2. Kuna A na A minus kwa hivyo. So wale ambao wamepata alama fulani wanapelekwa shule fulani.
Mjua sawa wale wajuu of course wataenda zile shule kubwa. Cluster 1 ndio. So tunasema kwamba tulitoa ranking, lakini kuna sehemu sana ambapo kuna lazima kuwe na mbinu ya kugawanya wanafunzi katika hizi shule. Wanaenda kusoma inalingana na alichochagua na alama zake. Yes, sasa hizo tumwa shule fulani. Na umejua nimesema kwamba ile alama itapeanwa ni yote kuliko grade 6 hadi grade 9. Ndio. So baada ya kupitia hizo zote, wazazi wanaweza badilisha, alafu ukishamaliza baada ya wiki mbili, serikali itafunga hiyo kazi, alafu inawatuma. Sasa itakuwa inaangalia huyu anafaa aende kwa C1 ama C2 ama C3 ama C4. Umejua kila kiwango kuna shule tatu. So kama anaenda C1, wataangalia shule ya kwanza hii ilipeana ina uwezo wa kuchukua wanafunzi wangapi. Kama ni 1000, wakifika 1000 wanafunga. Sasa nakutuma kwa ile shule next ambayo ulichagua ya C1. Ndio. Hivyo C2. Kama wewe ni mtu wa C3 pia ni hivyo. Utafanywa hivyo. So hiyo ni shule za serikali. Umejua ule wakati private school hazikupewa nafasi ya kufungua portal zao kwa zile subjects. Sasa ndio juzi wiki mbili zimepita ndio serikali imefungua sasa maruhusu private schools. Sasa mnaweza weka masomo yenu kwa mitandao ili pia wanafunzi ambao wangependa kuja kwenu wachague. Lakini sasa umejua private school ina mambo mengi ambayo pia lazima mzazi azingatie kwanza kabla ya kuchagua ile shule. Ndio maana mimi wanaambia kama umenifuatilia mambo ya TikTok sana, nasema kwamba kabla uchague private school, namba 1 jiulize private school ni aina gani? Kwa sababu private schools kuna aina mbili. Na ile private school ambayo ni wazi ambayo haina vikwazo vyote kwa wanafunzi. Hivi kama kuna kikwazo tu ni yale ni ile mambo ya school fees. Kwa sababu unajua saa hii school fees all boarding schools ni 53,000. 53,000 kwa shule zote za umma. Lakini sasa unajua kuna ile ya serikali inapeana 2,000. Kumaanisha kwamba kama anapeleka mtoto boarding school ya private ile 2,000 atapata kwa sababu serikali haisaidii kwa private. So kumaanisha kwamba kama mzazi lazima kuwa amejipanga kulipa hiyo 53,000 yote bila kusaidiwa. Anaweza peleka private school. Anapeleka huko hiyo. Ndio sasa wamepewa nafasi za chagua. Na kuna private school ambazo zingine ambazo naziita the closed private schools, lakini serikali inaziita pre-select schools. Pre-select schools ni zile ambazo zina vikwazo fulani ambazo lazima mtoto atimize ndio aweze kuingia kule. Kwa mfano seminari yetu ya Mkumu kule ni wanafunzi wa Katoliki tu ambao wanania kuwa mapadri. Ndio. Ukiangalia kule Nairobi kuna hii shule ya wanajeshi. Unajua wanajeshi uweze peleka mtoto wako kwa hivyo. Ndio. Wanataka wao wenyewe tu. So uweze enda kusema nataka kuingia kwa hii ya jeshi. Those are pre-select schools. Zina mambo ambayo lazima mwenyewe wakubali kwamba nazingatia, nimeona, nimeelewa na ninawezeshwa uende kule. So ndio ile ambayo naambia wazazi kabla waanze kuchagua private school, zingatia. Kama ni open, jua kwamba hata kama ni school fees ni 53,000, jua kwamba unalipa yote. Kwa serikali watalipa 30 maybe 31 kwa sababu 22,000 wanapewa na serikali. So unalipa yote. Na kule kwingine ni masuala ambayo nimekuambia ambayo inaweza kuwa vikwazo. So kila ambacho itatendeka ni nini? Yule mzazi ambaye angelipenda kupeleka mwanafunzi kwa shule ambayo ni ya private, lazima mwenyewe kwanza aende ajue hiyo shule, aitembelee. Na ndio maana siku hizi ukienda kwa mitandao, shule mingi za private zinafanya interviews. Kweli. Kwamba hatuna shida na mwanafunzi kutoka mahali fulani kuja, lakini aje tumweleze kwamba school fees yetu ndio hii. Kama school fees kuna masuala ya haya na haya ambayo utagharamia pia, na maybe ikifika 80,000 usilalamike. Kweli. Of course kusema kweli private schools ziko more prepared than public schools. Kweli. Ndio maana kuna shida. Utaona by the way, utaona huu wakati watu wako tabasha mashule. Sababu wanafeel kwamba public school serikali haijafanya vizuri. Ndio maana nasema labda kama serikali zakaa chini na wale ambao ni washiriki wa elimu wasaidie kufanya mambo kwa kusaidiana hiyo. So baada ya hiyo, baada ya kufanya hayo yote, serikali sasa itapena hao watoto kwa mashule. Hata zile private schools. Ndio. Kama ukishachukua watoto kwa sababu kama sisi tulifanya interview mwezi wa 8, tutafanya interview saa hivi zinaendelea. Hao tutachukua na details zao, assessment number, mambo ya UPI. So tutaweka kwa system yetu. So wakipewa barua inakuja specific kwa St. Peter's Seminary ama ile private school fulani. Kwa sababu wenyewe washaonyesha nia kwamba yale ambayo tuko nayo wanaweza fuatilia vizuri na wana shida nayo. Na pia private school zingine zile. So usitarajie kwamba serikali itatuma tu mwanafunzi kwa private school. Kumbuka serikali kwamba
kila mtoto ana haki ya masomo na kila mtoto lazima amalize. Na ndio maana hao wote wataplacewa through what we call KEMIS. Mmoja kitabu ndio kinaitwa NEMIS. NEMIS ilikuwa inasaidia sana shule za kiserikali kupeana hizo capitation. Ndio. Yes. So ndio maana private school wako namba NEMIS sana. Lakini saa hii kila shule iwe ya kiserikali iwe kibinafsi lazima wakuwe na wameingizwa kwa KEMIS. Ndio serikali itatumia kupeleka wanafunzi. Na inapotumia kupeleka wanafunzi ni kwamba ingelipenda kufuatilia kila mtoto kuanzia mwanzo hadi mwisho wa grade 12. Ni kwa mtoto amepita hii umri amemaliza, tumeona ameenda wapi. Kwa sababu kitambo tu wanapotea hapa katikati, yani kitu anajaribu kupigana nao. So hata sasa kusema kwamba private school watakuwa napeana, yes, lakini sasa serikali itapeana officially kirasmi. Kwa hiyo private schools kupitia kwa mtandao wao serikali. Wapo wazazi ambao wanajiuliza kwamba je, baada ya mtoto kumaliza senior school watakuwa na uhakika gani kwamba ile pathway ambayo alichagua sasa amehitimu vizuri, anaweza hataenda chuoni ama katika chuo cha kiufundi kusomea taaluma katika pathway ambayo aliamua. Kwa mfano, ameamua kuwa mtu wa hisabati. Sasa ataendelea hivyo hadi chuoni ama katika chuo cha kiufundi kusomea hilo tu, ama ameamua yeye sasa ni mtu mwanahabari kama mimi hapa, kwamba akitoka shule ile ambayo tunaita senior school aelekee chuo cha kiufundi au chuo kikuu ni kusomea ile pathway ambayo alichagua tayari. Kuna uhakika gani kwa wazazi? Wasiwasi yao ni kwamba mwanafunzi atamaliza na awe tu around. Tulipoanza tulisema kwamba mtaala ni wa umilisi, kwamba tunaongelea kuhusu competencies. Na sehemu ya shule ya upili ni sehemu ambayo hatutaki mchezo huko. Kwa sababu hapo umeshika maisha ya mtoto. Na kumbuka tulisema kwamba baada ya grade 12 inafaa mtoto either aendeleze masomo yake chuo kikuu ama umesema hivyo kulingana venye amechagua pathway, ama aende imsaidie kuanza kufanya kazi. Kama sivyo imsaidie katika hali ya maisha kimaadili. By the way, unajua tuko tumezoea kwamba baada ya class 8 kuna certificate. Hakuna certificate. Sasa kuna watapewa tu report ya kuonyesha kwamba amepita na amepitia kwa shule ya msingi, ameenda shule ya upili ya awali na hivyo. Sasa anapewa kitu kama report card tu ya kuonyesha kwamba amepata nini na nini. So certificate itakuja mara mwisho grade 12. Na itaitwa KCBE. Kenya Certificate of Basic Education. Sasa hiyo ndio atatumia sasa ukitaka kumwajiri. Unajua wanafunzi wakipata mahali ambapo wanafunza vizuri hata mambo kuhusu utangazaji. Anaweza maliza grade 12 na aendelee. Na anaendelea. Unajua ndio lengo la huu mtaala. Kwamba mtoto akimaliza grade 12 anaweza anza kazi yoyote. Kwamba baada ya hiyo kama atakujiendeleza sasa hiyo ni shauri yake. So basic education ni kwamba from PP1 mpaka grade 12. Ndio basic. Grade 12, yes. Mwanzo grade 12 anaweza jiajiri, anaweza ajiriwa, na kama ana uwezo akitaka aendelee na masomo. So tutaki kwamba mtu akose kusema kwamba sijaendelea kwa moja kwa sababu si kwenda university ama si kwenda kwa polytechnic fulani. Now, umeuliza swali kwamba mzazi atakuwaje na uhakika kwamba tutapata hii. Kwa shule tunapoenda kwa senior school kuna kitu inaitwa competencies ambazo tunaambiwa kwamba lazima sisi kama walimu na walezi tuweze kuhakikisha kwamba watoto hao wamezipata. So kuna 7 competencies kwa CBE. Kuna mawasiliano na ushirikiano. This is communication and collaboration. Kwamba mimi kama mwalimu ambaye nalea mtoto. Kumbuka mimi ni mkunga, nalea mtoto ambaye ana mimba ya kuwa mtangazaji. Kwa hivyo ninapopitia katika huu umilisi wa mawasiliano na ushirikiano, nasaidiaje katika hali yangu ya kufunza mtoto na kumwelekeza aweze kuishi haya maneno. Kuna tofauti ya mafunzo ya CBE na 844. 844 mara mingi nilikuwa nakaa kule mbele, nasimama kule mbele, nakuja darasa nauliza mwanafunzi, jana tuliachia wapi? Nani, jana nikumbushe. Sasa hivi hivyo. Nakuja nimejiandaa kwa lesson, kuna swali ambalo nataka tujibu kwa ile darasa. Tunaita key inquiry question. Ndio swali ambalo nafanya nielekeze, ndio baada ya ile darasa ile lesson. Nafanya nijiulize kwamba je, kwa wanafunzi
kile ambacho nilikuwa nataka nipate kutoka kwao nimekipata kweli, kwa sababu mara mingi ni wao ambao wanazungumza. Ukiangalia kwa sehemu yangu ya kemia, nilija kupitia masomo ya next year, wanakuambia mwalimu anasema kidogo tu, ingine anakuambia ambie mwanafunzi kwa vikundi watafute haya mambo kwa mitandao. That's one of the challenge ya the other schools. Wi-Fi network hizo kila mahali. Watatoa wapi? Lazima kumsema pale kwa mtandao. Kwa mfano nilikuwa naangalia mambo ya periodic table. Sasa wanakuambia kwamba kulingana na Dalton, kulingana na Bohr, ambia mwanafunzi atafute kwa mtandao maana yake. Mimi nilikuwa naona chart ilikuwa hapo ya hydrogen, helium, lithium. Hiyo sasa hiyo walifanya tarehe 8. Walimaliza hiyo. Sasa hii mtandao tumekuwa tofauti. Mimi nakuja kuambia tu periodic table inasema hivi na hivi na hivi. Hawa ndio waliongea kuhusu periodic table. Elimu mtafute. Ndio kwa mambo kwa kule maabara mtafute kule. Kusipokuwepo maabara kama shule za huku mashinani, tunasema kwamba sasa hapo hivyo ndio serikali iangalie mambo. Kazi ni ya serikali sasa. Lakini shule nyingi zimejipanga, kwetu tuko nazo, so sina shida kwa wanafunzi. So hilo ni somo la kwanza, mawasiliano, ushirikiano, kwamba saidia wanafunzi kwa vikundi na kwa sehemu mbalimbali waweze kujua kwamba ili kuishi na hitaji wenzangu na nahitaji mawasiliano. Na unapofanya hivyo unafanya mazoezi ya kile kazi ambayo utakufanya mwezi ujao. Pili, kuna kitu kinaitwa uwazaji kina na utatuzi wa matatizo. Critical thinking and problem solving. Ninapokuwa na mwanafunzi kama swali nimesema hivyo kwamba ninakuletea shida ambayo najua wewe inakuzidi wewe, lakini lazima utumie akili zako. Uwaze, utafakari, uwaze na kuwazua. Alafu usolve the problem, utatue. So si kitu ambacho nasema kwamba nimekuja na kutema shida zako masomo ndio hii bandika toka. Ili nikusaidie pia wewe uweze, kwa sababu umechukua unataka kuwa mambo ya mtangazaji. Basi una interest fulani. Kuna mtu ameongeza kuhusu utangazaji mtu fulani. Naenda kutafuta alisema ni kuhusu utangazaji. Sasa ndio unapata kwamba okay, I'm now becoming aware ile kazi ambayo wanafunzi anadadavua. So we need to have watu ambao wanaweza suluhisha mashida na bila kwanza kutafuta wazazi nini na nini na kujua kwamba hii ndio kazi nataka kuifanya. Kwa hivyo you own it. Tatu, kuna kitu kinaitwa ubunifu. Creativity, innovation. So creativity ni kwamba je, kwa mazingira ambao uko na kuna shida fulani, je, unaweza tatua? Unaweza kuwa mbunifu kuona kwamba shida hii inaweza kuja fulani kwa mawazo yako, mafikira yako. Sasa unampa mwanafunzi, wewe ungependa kuwa mwalimu wa hisabati. Ndio. Sasa ukipata mwanafunzi ambaye haelewi 0+0 ni nini, utamsaidiaje? Lazima awe na create a way. Unapo wanafunzi kuna hewa hapo, kwa hiyo utapata nini? Ndio. So umejua katika hizo competencies unasaidia mwanafunzi sasa kuanza kutazamia yale ambayo anafanya kule mbele. Nne, kuna tunaitwa uraia, citizenship. Ni kazi yangu ili kama mwalimu nisaidie huyu mwanafunzi kujua kwamba ninapopitia haya, je, ninaelewa mambo ya maneno ya uraia, mambo kuhusu amani, mambo kuhusu kupiga kura, mambo kuhusu kuwa mzalendo, mambo kuhusu kuishi vyema, kutokuwa na tofauti za kijamii, hizo ethnic problems, racism zote. Mtu anaanza kujua na kuwa na utu wa kuishi katika nchi fulani. Na hiyo inaonyesha kwamba ninapojua hii najua kwamba kazi ninayotaka kujua kufanya itanisaidia kuishi vyema na katika mazingira haya ambayo naishi kama raia. Jambo la tano ni ujuzi wa kidijitali. Ndio watu wamesema kwamba mara mingi utapata kwamba kuna shughuli, tasks ambazo zinahitaji uende kwa mtandao kutafuta. Kwa hivyo mtoto wa saa hii lazima kuwe na uwezo wa kutambua na kuitumia mambo ya digital age. Ndio tuko hapo sasa hivi. Na kutumia hizo tumesema kwamba kama mtoto anataka kuwa mtu fulani na kitabu hakiko cha kinaongelea kuhusu jambo fulani, mtandao ni kitabu kikubwa. Mtandao ni kitabu kikubwa ambacho mwanafunzi akikubali itamsaidia sana. Hata wewe kunisikia ni mtandao. Ni kweli. So ndio tunasema kwamba tunaposaidia watoto kuwa na digital literacy, tunapanua akili zao kuelewa zaidi kuhusu kazi ambayo wangeweza kufanya. Jambo la sita ni kujiamini. Kuna shida ambayo tuko nayo wengi ambao tumekuwa watu wa 844. Kujiamini na kujituma ilikuwa shida sana. Sababu watu wanakaa tu kuelezwa kila kitu. Hawezi simama hata mbele ya watu akafanya chochote. Sasa hivi tunataka mtoto ajiamini kazi ambayo anaifanya. Ndio maana sasa hii uliona hata juzi
Kuna hiki tunaitwa community service learning kwa junior school. Ndio. Watoto wanavaa magunia, wanaenda kwa soko, wanaenda hospitali kufanya kazi pale na pale. Wanaanza kujiamini wanapofanya mbele ya kusoko, kufanya kazi ya watu, mambo ya debating. Ndio tunataka hizo. Ndio sasa tunasaidia mtoto anajijua. Sasa mtoto akifanya hivi na akifika nyumbani, sasa wale mtoto wangu anaongea na ule maswali sana. Kumbe kuna kazi inaendelea. Naona anaelekea kwa kila kazi ambayo kufanya. Alafu mwishowe kuna ujifunzaji. Watu tunaita learning to learn. Learning to learn. Kusoma kuishi. Kila mtu anasoma. Ninapofunza mtoto, je, anajua kwamba baada ya kujifunza anaweza kufunza mwingine. Anaweza kuwa na tamaa ya kujifunza zaidi. Because ninapokuwa kusoma kidogo, soma kitu fulani. Nasema nimesoma lakini kuna kitu ambacho sijaelewa zaidi, aje nisome zaidi. So tunajifunza kujifunza. Learning to learn. Na hiyo ndio inasaidia watoto katika mtaala huu. Kwa hivyo ikiwa haya yote mambo 7 hapa nimetaja, competencies, inaweza tendeka kwa shule zetu. Ndio. Mzazi hana shida na kusema kwamba anashuku mtaala. Mambo itakuwa sawa. Shida ni kwamba je, sisi walimu tuko tayari kufanya hayo? Na serikali pia iwezeshe. Of course lazima ili mwalimu afanye, lazima serikali kwa imecheza sehemu yake. Ndio. Na tunaelekea kuhitimisha, ningependa sasa uzungumze na mzazi ambaye watoto wake ama na mtoto ambaye aidha anaelekea katika junior school ama senior school. Zungumza na mzazi huyu kama mwalimu ambaye umefunza CBE. Awe na uhakika gani kwamba walimu wanafanya the right thing kumjengea huyu mtoto ambaye amewaachia walimu? Mzazi unayenisikiliza na unayenitazama, kitu cha kwanza usimshuku mwalimu. Ukienda hospitali, umaacha mtu ana mimba na unashuku huyo mkunga, unampa wasiwasi hata mgonjwa mwenyewe. Ndio sasa nasema kwamba usipo na wasiwasi. Kuna changamoto ambazo tumezitaja tayari, lakini najua kupitia kwa hizi retooling program ambazo tuko nazo na pia kuendelea kujifunza. Hata sisi wenyewe kama walimu tunayo mambo ya ujifunzaji, learning to learn. Pia tunajifunza katika kazi na tunajua kwamba kazi ambayo tunaifanya itakuwa sawa sawa. Pili, kuna hawa stakeholders wa elimu, wale ambao ni washiriki wa elimu, kanisa, mambo ya kuna NGOs sometimes na serikali yenyewe, wote wanajua kuona kwamba mtoto anaendelea masomo. Na ili kusaidia watoto kama mimi kule tunatoka jimbo la Kakamega, tumekuwa na AGM juzi ya mapadri wote na askofu wetu. Na kila mmoja amesisitiza kwamba ili na ambayo pia wito wa serikali kwamba ili watoto ambao wanaingia senior school waweze kufaulu katika zile mikondo ambayo wamechagua, lazima wawe na waelekezi. Ndio maana saa hii tunasema kwamba kila shule lazima tuwe na career guidance and counseling. Ili mzazi akue kujua kwamba yenyewe iko hivyo tu. Lazima kuwe na hiyo inaitwa parental engagement and empowerment. Mzazi lazima ahusike kabisa. Ndio anapokuwa karibu na mtoto anajua kwamba yenyewe mtoto wangu kuna kitu anasoma kule. Mtoto kule nyumbani, mzazi jaribu sana kuwa karibu na mwalimu na mtoto shuleni. Tatu, tunaomba makanisa ambayo pia ni sponsors wa shule zetu. Kila shule inafaa iwe na school chaplain. Kwa sababu hawa watoto ambao wanaingia grade 10 ni watoto ambao kiwango chao tofauti na wale ambao tumeweza kuchukua form 1. Kiwango cha mawazo, kimwili ni watu tofauti sana. Ndio. Na wamepitia mengi. Kwa hivyo wanahitaji watu ambao wanaweza kutembea nao kiroho na kimaadili. Kwa hivyo tunaomba kwamba ili kupatia hao wazazi moyo kwamba kila mmoja anataka ni sawa. Our schools and the churches, let us try to give sponsors and chaplains to those children. Tuelezane pia kuhusu mambo na peer education and mentorship ambayo ni muhimu sana kwa watoto, kwa sababu wao ni watu same umri mmoja, kwa sababu watu wa grade 10 ni 15 to 17 years. Kila wanaingia kwa 15 utamaliza 17. Sababu inafaa kuwa miaka 3. So inamaanisha kwamba pia kati yao wenyewe tuweze kuwapatia nafasi ya kushiriki na wao, alafu pia wazazi wanafuatilia karibu. Na pia nadhani ni mazungumzo ambayo lazima tutaendelea kuwa nayo, hasa Januari tunapoingia grade 10. Reverend Father, nitaomba kwamba urejee tena ili tuzungumze sasa tukishaanza mtaala wenyewe, tukishaanza senior school yenyewe, tujadili inaendeleaje. Lakini kwa sababu ya muda na kushukuru sana Father Anaclet Makaka kutoka Jimbo Katoliki la Kakamega, hasa yeye anafunza katika pale umesema ni St. Peter's Seminary. Kwa nini mnaweka neno maina?
Ni seminari ndogo, kuna seminari ndogo. Minor seminary. Na asante sana kwa muda wako. Tutapatana tena Januari, Mola akiridhia, tuzungumze kuhusu senior school sasa, hasa ile ambayo itakuwa ishang'oa nanga. Lakini kwa leo nikushukuru sana kwa kufika hapa West TV na kuzungumza nasi kwenye hoja ya West TV. Nawe mtazamaji pia nakushukuru sana kwa kufuatilia mazungumzo haya. Ni mazungumzo ambayo hayakomi leo, kwa maana bado CBE inatuhitaji kuendelea kufafanua kila leo. Muda mfupi ujao utapata West TV jioni, lakini kwa leo ndani ya hoja ya West TV mimi naitwa Nick Nabangi. Mwelekezo wetu amekuwa ni Hiran Mgaisi. Kwa niaba ya mgeni wangu hapa studioni Reverend Father Naklet Makaka, tunasema jioni njema.